Katika
na pia tutembee katika safari ya neno la Mungu kuhusu ukombozi. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza mstari wa 18 peke yake. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Siku zote wewe ambao umeokoka Yesu ni Bwana, ni vizuri uwe na msimamo na ukeuke kabisa umuishie Kristo. Na kukeuka kumuishia Yesu Kristo ni vizuri utafakari juu ya damu yake. Ikafananisha ya kwamba hatujakombolewa kwa fedha wala kwa dhahabu. Maana wokovu huwezi kununua. Ushuhuda wenu saa zingine wakati mnashuhudia inainua moyo. Hili neno ndilo mzee wetu ambaye alimalizia ushuhuda amesema ukweli ni damu ya Yesu tu. Kwa hivyo damu hii imetusafisha pakubwa, imetusaidia pakubwa. Kila mmoja ukiendelea katika wokovu, ukitaka ni kwamba usimame na upika hatua ya kusonga mbele, soea siku zote kukumbuka mahali Bwana amekutoa. Unaendelea kumkiri ya kwamba wewe ndiwe Bwana. Na ukiangalia huko unasikia kukimbia mbio utoroke, maana ukiharibu hakuna mwingine awezaye kukusaidia. Baba unaweza kupata, maana kuna ndugu wa baba. Pesa utapata zingine, mali itapotea upate, lakini Yesu akikuacha mtengane, hautapata kingine. Ni nini maana ya kukombolewa? Kutoka katika dhambi na uishi katika utakatifu. Ezekieli 18:20. Ukombozi huu ni wewe binafsi. Si wewe na baba, si wewe na rafiki, si wewe na mama. Maana mahali pale inaongelea hiyo 18 ya kwamba uovu wa baba yako hautakusuilia wewe. Uovu wa kuka haukusuili wewe. Kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hivyo haitalishi mahali ambako unatoka, mume wako anafanana aje, haikusui. Amen. Imenipa raha. Unaishi na mume, sijui ni nini anafanya, unaishi na mke, haijalishi anafanya vituko gani, hajakombolewa, hakusuili wewe. Amen. Weke juu ya lampstand yake, wengi wataona. Wamama na waweka huru. Bwana anamchukua mahali pale. Maana angalia ni nani aliye mtakatifu duniani, hangepata hata mmoja. Hakukuweko hata mmoja mtakatifu. Ndiposa Mungu akatuma mwanawe. Alikuja kuifilia dhambi. Asemaye yeye ni mtakatifu anadanganya nafsi yake. Na hata jinsi tulivyo, bado kuna mahali inatakikana step by step tunaposonga kiroho, usonge ukikombolewa kila kinapokuja. Maana mambo haya hukuacha na tena inarudi. Kwa hivyo siku zote tunaishi tukijipeleleza. Uwe nuru juu ya mumeo, uwe nuru juu ya watoto wako. Maana Bwana anapokuja jamani, ataangalia tu utakatifu wa wanadamu na ni paso na jinsi ulivyo. Sisi kazi kwetu ni kujitahidi kwa upande wetu, tuwatangazia Yesu anawapenda, ila ujunge usinaswe. Ema tumkimbilie Bwana. Omba sana kwa sababu Bwana anakupenda. Kukombolewa ni kuachana. Katika jamii zetu kulikuwa na wale waliabudu miungu, walifuka nyoka, walifuka chura, walitengeneza pombe, walichawi watu, walifanya vituko. Wengine unawajua, mengine haujui, haikutusumbui. Kila ninajua nimeokoka Yesu Bwana. Omlona honga kemba, kahamana kembe wewe, kakaya. Uliokuwa na fulani kwa kaya na mpai. Omwana kakewu alina kakewe, papa na kakewe, maina kakewe, jirani na kakewe, shika njia wewe. Kwa hivyo watoto wa wazazi mlio mahali
Usiangalie nyuma, songa mbele wapendwa. Ni kuachana na usame ndani ya Yesu kabisa. Na tunaona uzuri wa kusama kwa Yesu kabisa. Uko secure. Usiwe ulitengenezanga jango mahali ukose pesa na bonanga wakanira wayongona wakanisa kama kaile. Usifanye vituko katika jamii ambayo umeingia ndani wa kushawishi jamani vitu ambavyo haukuwahi kulelewa kwavyo. Niliwafundisha siku nyingine, kila hawakukulea na kila haukuwahi kufanya hautafanya. Amen. Na majambo kulazimisha ufanye haitashika. Amen. Huwa inashika kupitia spirit yenye iko ndani. Maana hiyo kama ni ngozi ni ngozi tu. Chura ni chura tu kama chura zingine ziko kwa mikepe kwa. Mzizi hiyo ni mzizi tu wa mti fulani. Itafanya kazi kulingana na spirit yenye iko ndani yako. Kwa hivyo kama hauna hiyo utaishika, lakini ni mzizi tu. Amen. Itashika ifanye kazi wakati spirit bad spirit yenye iko ndani mwako yapata ndipo utende mabaya. Holy Spirit ikiwa ndani mwako utaongea utakatifu na itafaidi mtu. Kwa hivyo hamna haja wewe uliye mtakatifu ukiona mtu ametenda kitu kibaya. Bad spirit sio Holy Spirit. Huitana, hupendana, husongeleana na vinaweza kukushinda. Vinaweza kulemea Roho Mtakatifu ndani mwako. Maana haya mabaya wakati yanaendelea kuingia na Roho anachikunja ndani mwako. Kukiri peke yake haitoshi. Ulikiri Kristo ni Bwana. Kukiri ni dakika chache. Lakini unakuwa ni mtumishi ambaye wakati unaona mambo haya ni mbaya na yamenichilia na ndani mwake nimejipata. Tubu, lilia Mungu, kataana na hiyo dhambi. Maana kwa kinywa ukikiri hiyo dhambi ya kwamba sitaki, Bwana anaiondoa. Methali 28:13 inasema nini? Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Tusifiche dhambi. Ni mangapi ambayo tumetenda na kuyanyamasi? Wengi huwa tunafanya makosa, ananyamaza ngoja wamtabirie. Haleluya. Amen. Alikwambia utapofuka. Siku ile utaacha hii ndio majali sitakuja. Damu ya Yesu inakemea vifo vya macha. Amen. Inaharibu utasa. Amen. Inaharibu masikini. Amen. Inaharibu upumbavu. Amen. Inaharibu aibu. Amen. Inaharibu uasi katika ndoa. Amen. Inaharibu kila nguvu za ukahaba. Amen. Unakuwa mtu smart. Amen. Wacha uzuri wote huu tuende wapi? Na neema jamani. Yesu huyu ni wa neema tu. Kwa neema tu jamani, neema hii ngaliko. Na ndipo huwa nasema sitaokopa mganga. Usiwe ukiangalia mganga unaokopa. Usipitie njia nyingine kwa sababu hii njia unayopita ni kwa mchawi. Ukitoroka ni nani atamuokoa amlete kwa Kristo? Wewe ambao umeokoka jamani, kanisa la Bwana niwaambie hivi. Elewa uliitwa ukakombolewa ufanye nini? Amen. Uliitwa ukakombolewa utumike. Amen. Na utumike mahali ambako watu wako ndani ya kisa. Umejazwa na Roho akusaidie nguvu hizi za Roho. Sikusaidia kumng'oa huyo mganga katika uganga na umuelekeze maana wewe ni askari. Bwana hataki wafe katika hiyo dhambi. Mpendwa, elewa wewe ambao umeokoka hiyo ni ngozi tu kwako. Nguvu zile zilizo ndani hazina uwezo juu yako. Maana wewe ni saidi ya hiyo. Uone mtu na mkia, nitaelewa tu hii ni mkia ya ng'ombe. Hii ni mkia ya mbuzi. Na mkia ni mkia tu. Na nguvu zake zilizomo si sehemu yangu. Maana mimi napita hiyo nguvu. Nitaingia hapo, mkia yake ameweka hapo, pipuyu yake ameweka hapo, na ninapotaja jina la Yesu mara ya kwanza anatetemeka, mara ya pili ni jasho, ya tatu naanguke. Amen. Wewe mtu mwoka kiroho hatusemangi ngani. Wewe wakati analeta hiyo sasa ndio anasema watu ambao tayari mmekombolewa
mikono. Wewe kusongesha tupatie uwanja. Deliverance inatakananga uwanja. Ishara zote hizo zifanyike ndani mwake. Akiisha kufa ataanza kuongea tu mwenyewe, hatukusangi. Hatuulizi wewe una nini. Yenyewe iseme vile ilifanya na si ni kuambia out. Amen. Mwache John out. Amen. Ukimfunga umshike na naisha nguvu ayonge. Eliwanje tabele ngana. Na kama umeachana na hizi dhambi, imani inaongezeka kila siku. Imani iongezeka wakati haukosi kwenye ibada, haukosi kuomba. Vitu mingi wapendwa ni misiko sabure. Kaka utashindwa wakati muujiza imefanyika, ni musisi ama ni Yesu. Yaani umesunguka mpaka hauelewi muujiza huu umetokea wapi. Hii ni umalaya wa kiroho. Kila mmoja na nafasi yake tutaishi maisha smart. Wapendwa, mengine ukiangalia unashangaa mtoto wa wenyewe. Alhomes. Ulinzeleni ndo anatawe. Ayo maana kama bunyola mala. Ilienda. Tena na ubiri nikilia machozi. Hani mayo baba nala kumalani. Uende kwa bomba na wenyewe ufanye kijana wa wenyewe mtumwa na mtu hofyo. Hii inafanya wazazi ambao wanazaa wana pressure wanakufa mapema. Yaani pesa hizi wapendwa, Biblia imesema vizuri wachawi na waganga. Kwa hivyo kuna wachawi. Lakini wewe ambaye unaishi na kwambia kuja nayo katikati ya wazee. Ama huyu ambaye ametenda hili tuko atatamka mwenyewe. Amen. Atavifungua mwenyewe. Sisi ni kuasha tu moto wa Bwana. Maana ndani ya Yesu tunasema pepo wewe imetosha. Mtoke mtu huyu yatosha. Huyu ni mwenyekiti wa pombe, anatakana manager akiwa na uhuru. Salenda lade mtabo hadi hajinyenda. Bwana dusinge kingo. Ohamba sile mkoya kumchuru mkanisa ta. Malama ohamba sile mbona. So manyoli seni mbage kwaya. Haboronza. Utapasa kwa. Utapika. Enda ubike. Nini majoka niko naangalia kwaya bibi. Sasa inarudi. Wasangani sinarudi. Ana uchawi imetosha. Nyumba ya Mungu yatosha. Kuna kataa inatosha. Ichomwe katika jina leo. Ikufe. Wakati tunarudi nyumbani imekufa. Imekwisha. Maneno yenye iko zangu kukufa. Mlango choma. Kwisha. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Kirudi huko kama ilikufa. Vizuri ukiri Yesu na uende utupe kwa sababu nimekufa. Amen. Aburo kiaminia mambo yanakugeuka. Amen. Hapo deliver. Hana kinyongo na mwenzake. Hambebi mtu. Wapendwa, wakati unabeba mtu una mizigo. Tunakumbuka injili ya kubebeshwa mizigo. Mizigo huwa tunaona ya kwamba nabeba tu kwa kichwa. Mingine mingi bila tuko hivi iko kwa mioyo. Amebeba. Na wengine anabeba wengi. Usikumbuke bidhiri. Akili hiyo usitembeke na akili ya bidhiri. No. Oilo. Unapeleka mse bidhiri. Ama mume anapeleka mke anamshikia bidhiri. Neno kila bidhiri ni wale ambao ukisikia havumia wako la Mungu. Halafu wanalipa wewe. Na wakikulipa wewe utarudi tena ununue vikombe tu. Unajichosha. Misingi zingine ambazo si neno la Mungu na si Yesu Kristo. Mpendwa, usifuate. Amini uko sawa. Hata ikuje nyeusi nyekundu uko sawa. Hata ikufikisha hali ya maututi wala unajua kitanga. Sababu wewe sitakukabali wako kubali wako. Na jiachilia wako Bwana, mapenzi yako yatendeke. Ile Bwana atakalo litendeke. Wasikuyumba yumbisho katika misingi. Nakusia haya kwa sababu haya masikio yangu. Na handle watu wengi.
tunasikia vituko. Na usihesabu nimemsamehe mara ngapi, samehe. Na ukisamehe kama ni huyu anakukosea mara 10, ongezea na kumuombea, maana shetani yu karibu na yeye. Akikaa mbali hata endelea kukukosea. Akikaa mbali na huyo jirani hamtakosana. Na mwenzako ndani ya kanisa hamtakosana. Asa sisi jamii ya Yesu kanisani, wakati jambo limetokea tusameane. Janga hili ambalo linafanyika tukiangalia TV, watu wakilia, kuyumba. Wapendwa, mimi siambatani na yale watu wanalia. Nafuatilia nikisema maadili mema kati ya ndani ya vijana yetu hamna. Heshima hamna. Niseme hili pengine lisikike mahali, lakini kulingana na macho yangu na vile ambavyo watumishi tulivyo na neno la Mungu, vijana wamepotoka. Tusiwe miongoni mwa hao. Tunaombea watoto wetu walio ndani mwa nyumba ya Mungu, tuwe na maadili. Tuheshimu na tutii uongozi ulioko. Tii baba yako. Heshimu baba yako. Ndugu na ndugu tupendane. Serikali tutii mamlaka yaliyopo. Wewe kama utatusi baba yako, utatusi tu mwalimu. Kama hauna heshima kwa mchungaji wako, utatusi tu bishop. Kama hauna heshima kwa kijiji, utatusi tu chifu aliyoko. Bwana alipanga hawa kwa makusudi. Mengine tusiwe wale ambao tunayumba tu na upepo olora homo bungani. Musipende kutangaza mambo mabaya. Usiwe agent wa shetani. Sisi ni agent wa Mungu. Wakati kitu inafanyika hapo sasa ndio hiyo magasimu message yako. Hata wengine wameokoka Yesu Bwana. Mabaya yametendeka kwa ndugu zao. Ndio hizo message wanafuata. Ndio hiyo waandike. Nani atakubali muandike? Na ulimwengu haitaharibika. Kijiji hakitaharibika. Kwa hivyo tutii mamlaka yaliyopo. Nyumbani kuna mamlaka, kanisani kuna mamlaka, kwa kijiji kuna mamlaka. Kwa hivyo ukitembea kwa mamlaka na kwa sheria ya Mungu, sheria ya shetani haumu. Hautafungwa. Si mtumwa. Na aliye huru kutangaza ukweli. Si mtumwa. Tena anaongea ukweli na amefurahi. Ukweli yenye iko ndani mwako itafanya hata kama mtu ni mkali. Kiongea tu neno moja tu na wewe ni hapo tu, wewe una heshima tu. Kuna mama tulijua miaka, ishi maisha kama mtoto. Ukiishi kama mzee, ukiishi kama mtu mkubwa mzima, ulimwengu hautaweza. Na roho hatachukua nafasi. Kwa hivyo tukubali sisi ni watoto, ni wana mbele za Mungu. Mwana ako huru. Mwana akijua kweli hauwezi kumpendua. Na tutatangazia shetani, wewe si sehemu yetu. Mungu atakuwa tu yeye ndiye sehemu yetu. Na mwisho ikatuambia nini katika James 4:7? Mpinge shetani naye atakutoroka. Mkaribie Mungu naye atakukaribia.